Lazima unapo declare kwamba nina mawe kadhaa, mawe biashara au risiti ziandikwe kulingana na gharama ya jiwe lile ambalo wewe unalinunua. Instead of writing 5 million shillings on the receipt, you write 1 million shillings. Some of you, not all of you. Sawa? So you have to stop that because ni kosa la jinai. It's a crime. Everyone has to pay taxes. Tumeelewana jamani? Tumeelewana hapo? Kuna baadhi yetu sio waaminifu. Badala ya kuandika kiasi fulani kwenye risiti, badala ya milioni 5 inaandikwa shilingi milioni 1. Wewe ndugu zangu, tufuate hilo. Lakini jambo la pili ambalo nitaka nilizungumze ni kuzingatia sheria na taratibu za nchi. Tufanye shughuli zetu kwa kufuata sheria za nchi. Sheria za nchi ni pamoja na kututaka kila mmoja wetu kuwa na leseni ya kufanya biashara ya madini. Na sheria, kanuni na miongozo inayotuongoza katika kufanya biashara yetu. Sawa nyinyi ndugu zangu wa choma choma? Tufuate taratibu za nchi. Kama sheria inatutaka kila mmoja awe na license, everyone should have a business license or a mining broker license, dealer license. Kila mmoja wetu awe na leseni. Hii itakusaidia hata wewe kufanya biashara yako au shughuli zako kwa uhuru bila kukimbizana na watu. Tumeelewana? Lakini biashara yote ya madini ifanyike katika maeneo yaliyotengwa. Tusifanye biashara kiholela. Kuna watu afisa madini wako, afisa migodi wako hapa, wako nje humo, wanakaa kusubiri wale wanunuzi, wauzaji wakija na madini, wanawasubiri pale, wanawadanganya, wanachukua madini, wanaingia nayo ndani. Sheria zinatutaka tufanye biashara ya madini kwenye soko kuu la madini, na hicho kituo cha TUDECO. Na kuna baadhi ya maeneo kutokana na umbali, tulishakutana na watu wa madini na taasisi nyingine, tunaangalia uwezekano wa kuweka vituo vingine nje hapa Tunduru. Kuna mtu anatoka na madini Kasulu, anatembea karibu masaa 4 kwenye pikipiki kuja Tunduru kufuata soko. Kwa hiyo tumeambia watu wa madini waangalie namna bora itakayowawezesha wale watu baada ya kusafiri umbali mrefu. Unakuta mtu ana jiwe la milioni 100 anasafiri nalo kwenye pikipiki mpaka huko, hata usalama wake unakuwa sio sawa. Kwa hiyo ninyi kama dealers na brokers mtaangalia kama mtafungua huko ofisi kwenye hivyo vituo ambavyo tutaanzisha. Lengo ni kufanya huyu huyu mchimbaji mdogo asisumbuke sana. Safari ya kutoka hapa mpaka Kasulu ni karibu masaa 4, si ndio? Sasa fikiria mtu ana drive au ana ride masaa 4 kutoka Kasulu mpaka anafika hapa. Ni umbali mrefu, lakini hata usalama wake unakuwa, lakini pia inachochea hizi biashara haramu za madini. Mtu anaweza akakutana tu na mtu ngapa pale akamwambia nipe hayo madini, chukua milioni 50, na yeye anakuja huku anauza milioni 100. Kwa hiyo wengine wanaweza wakabeba tu hilo jiwe akasafiri nalo huko akapanda basi kupeleka Dar es Salaam. Kwa hiyo tukishakuwa na vituo sehemu kama ngapa pale, kituo cha ununuzi wa madini kama hiki cha TUDECO, itakuwa ni rahisi kwa serikali pia kupata pesa, lakini kodi na vitu vingine. Na tutakuwa tunajua ni kiwango gani cha madini tunayozalisha kwenye wilaya yetu. Kwa hiyo tutatafuta namna ya kuanzisha centers nyingine ndogo ndogo kwa ajili ya ununuzi na ukusanyaji wa madini. Lakini tusishiriki kwa namna yoyote ile kwenye utoroshaji wa madini. Utoroshaji wa madini ni kosa ambalo nadhani linaangukia kwenye uhujumu uchumi, si ndio? Mwanasheria, kwenye uhujumu uchumi. Wanasema economic sabotage. Sasa ukishiriki kwenye utoroshaji wa madini ni kosa. Kama nilivyosema kwa mwanzo kwamba shughuli zote za madini, uuzaji na ununuzi na shughuli zingine zote zinatakiwa zifanyike hapa kwenye soko kuu la madini au kwenye kituo kile cha TUDECO au vituo vingine ambavyo tutavianzisha baadaye. Kwa hiyo kila kitu kinatakiwa kifanyike hapo. Mwisho ndugu zangu, kabla sijamaliza, sisi kama serikali pia tutaangalia uwezekano sasa wa kuangalia mfano kuzishawishi taasisi za fedha kama mabenki na vitu vingine
waanze kutoa huduma zao kwenye eneo hili la soko la madini. Kama serikali tutaangalia namna ya kufanya hilo, ikiwa ni katika hatua za kuweka mazingira bora ya biashara. Lakini kama nilivyosema mwanzo, kama mtu anaenda tofauti na sheria na taratibu na miongozo iliyokuwepo, serikali haitasita kuchukua hatua kwa yeyote atakayekiuka sheria na taratibu zilizowekwa, hususani kwenye mambo ambayo mwisho wa siku yatapelekea kuhujumu uchumi wetu. Tunaomba muendelee kuwekeza, hususani kwa wale wageni na wenyeji, kuwekeza kwa kuzingatia sheria, kulinda mazingira na kuchangia maendeleo ya wananchi wa wilaya ya Tunduru. Tunataka tu tunakumbushana kila wakati mambo ya kufanya na ya kutofanya, badala ya kuviziana. Mambo ya kuviziana sio mazuri. Unasubiri mtu afanye kosa umshughulikie, hapana. Kwa hiyo ni vizuri tukawa tunakumbushana kila wakati kwamba bana, tufanye hiki na hiki na hiki na hiki, tufanye hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Na kama kuna mtu ana changamoto ya aina yoyote, karibuni pale ofisi ya mkuu wa wilaya, utakutana na katibu tawala, ikiwezekana utakutana na mimi, tutazungumza. Nimekuwa napata malalamiko mengi kutoka kwa wachimbaji, wanadhulumiana, wanafanya nini, tumekuwa tunayatatua kwa kushirikiana na ofisi ya afisa migodi mkazi. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana, na yale niliyosema tunaenda kuyafanyia kazi, ni waahidi baada ya wiki 2 tutawaletea majibu ya serikali kuhusiana na zile kero mlizoziwasilisha. Lakini hao wenzetu wageni tuwachukulie kama wenzetu, tuishi nao kindugu, tusitengane. Tumeelewana? Na nina imani mnaishi vizuri na wao tunawakumbusha kila wakati kufuata sheria, kanuni na taratibu, kwa sababu wapo ugenini. Tuwafanye wajihisi wako nyumbani. To the foreigners, you have to feel at home. Okay? You have to feel at home. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwape ushirikiano, na sisi tuendelee kushirikiana na serikali, na tuwe tunakumbushana. Kama unaona kuna mmoja anaenda tofauti, anavunja sheria, anavunja kanuni, anavunja taratibu, umkumbushe, bwana, unaenda njia isiyo sahihi. Ni matumaini yangu kwamba kila mmoja wetu atafuata hizo sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa.